umuhimu wa kuhudhuria ibada zote. Umuhimu wa kuhudhuria ibada zote. Tena umuhimu wa kuhudhuria ibada zote. Umuhimu wa kuhudhuria ibada zote. Muulize, unahudhuria ibada ngapi kwa wiki? Unahudhuria ibada ngapi kwa wiki? Mwambie nijibu. Akupe majibu. Kwa wiki anahudhuria ibada ngapi? Nitarejea kwenye hilo swali baadaye. Amen. Lakini nataka nianzie wapi? Nataka nianzie hapa. Kuna watu wengi wamedanganyika na wanaamini wako salama katika mambo ya dunia. Nataka nianzie Wakolosai sura ya kwanza. Wakolosai sura ya kwanza. Nataka nianzie pale. Wakolosai sura ya kwanza. Nitasoma ule mstari wa 13, nitakwenda all the way mpaka 17. Naomba twende pamoja. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 13, 14, 15, 16, tutamaliza 17. Lakini muhimu zaidi tutasimama kwenye mstari wa 16 na 17. Muhimu zaidi. Ile ya mwanzo nataka kuweka mazingira yawe kuelewa. Wakolosai, Colossians chapter 1 verse 18 up to 17. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 13, 14, 15, then nitaweka msisitizo 16 na 17. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Mmoja sema naye alituokoa katika nguvu za giza. 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 Twende tena. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Tena. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Tena. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Muulize jirani yako, kwenye nguvu za giza umetoka? Kwenye nguvu za giza umetoka? Maana kuwepo kanisani sio kigezo cha kutoka katika nguvu za giza. Hii ninataka uelewe kwamba Yesu Kristo alituokoa akatutoa katika nguvu za giza. Dalili unasema akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa pendo la katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Akafanya nini? Akatuhamisha. Akatuhamisha. Manake unapookoka actually kiroho unahama kutoka eneo moja la gizani kwenda eneo lingine katika ufalme. Mmoja sema katika ufalme. Katika ufalme. Katika ufalme. Katika ufalme. Vizuri. Naye katika yeye ukombozi. Naye ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Mstari wa 15. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Sasa mstari wa 16 nataka uzingatie kwa makini hapo. Mstari wa 16 zingatia kwa makini pale. Namba tusome wote, tena tusome wote kwa pamoja. 1, 2, 3 twende. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Nataka nianzie hapa kidogo kufundisha kidogo. Anasema hivi, soma mstari uelewe vizuri. Soma uelewe vizuri. Anasema kwa kuwa katika yeye, in him. Katika yeye maana yake ndani yake. Amen. Amen. Kwa maana katika yeye vitu vyote viliumbwa. Mmoja sema katika yeye. Katika yeye vitu vyote viliumbwa. Vitu vyote viliumbwa. Taja vitu ambavyo unavijua hapa duniani. 1,
Moja, vitu vyote unavyovijua. Moja, upepo, wanyama, miti, watu, maji, hapo bahari. Wewe hapo ndio niko kwako hapo. Nini? Majengo, maziwa, milima, pale kwenye kona, wanyama, mabonde, hapo kwako, mito, maziwa ameshatajwa nyuma pale. Vitu vyote unavyovijua wewe katika yeye Kristo vilifanya nini? Viliumbwa. Nataka unielewe vizuri. Vitu vyote unavyovijua wewe na vile ambavyo hujavijua bado katika yeye Kristo viliumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika yeye Kristo vitu vyote tunavyovijua viliumbwa. Nyumba kwa mfano ni muunganiko wa mawe na matofali na mawe yaliyochomwa yakaitwa simenti, na udongo wenye punje kubwa kubwa unaitwa mchanga, na mawe yaliyovunjwa vunjwa yakaitwa kokoto, na chuma ambayo kimetengeneza mabati, na miti ambayo inaitwa mbao, na misumari ambayo ni chuma. Akasema vitu vyote viliumbwa katika yeye. Kuna mtu ananielewa? Amen. Sema vitu vyote viliumbwa katika yeye. Viliumbwa katika yeye. Kuna kitu nataka uangalie hapa, labda utanielewa. Anasema kwa maana vitu vyote viliumbwa katika yeye. Ina maana kwamba vitu vyote ambavyo unavijua na ambavyo huvijui, vyote kwa ujumla wake viliumbwa katika yeye. Mstari unasema vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi. Vilivyo mbinguni hatujaviona bado, lakini anasema na vyenyewe pia viliumbwa katika yeye. Tulivyotaja hapa ni vile vilivyoko katika nini? Katika nchi. Amen. Amen. Anasema vinavyoonekana na visivyoonekana. Vile ambavyo unaviona kwa macho na vile ambavyo hauvioni kwa macho, vyote kwa pamoja viliumbwa katika yeye. Anaendelea nasema hivi, ikiwa ni vitu vya enzi ama usultani au enzi au mamlaka au vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Pale mwishoni pa muhimu sana, kwa njia yake na kwa ajili yake. Twende tena. Kwa njia yake na kwa ajili yake. Twende tena. Kwa njia yake na kwa ajili yake. Now, this is very important. Kwa njia yake na kwa ajili yake. Kwamba vitu vyote ambavyo wewe unavijua na mimi navijua viliumbwa kwa ajili yake na katika yeye. Sasa anasema naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikamana katika yeye. Mmoja sema vitu vyote hushikamana katika yeye. Katika yeye. Vitu vyote hushikamana katika yeye. Katika yeye. Yeye nani? Yesu Kristo. Amen. Amen. Vile ambavyo wewe unavitegemea, vile vinavyokupa kiburi. Hello? Amen. Vile vinavyokupa kiburi wewe vimeshikiliwa katika yeye, kwa maana ya kwamba yeye ndiyo gundi inayovifanya vile vitu ambavyo vinakupa kiburi wewe, vile vinakufanya ujione unafaa sana, vile vinavyokufanya usiende kwenye ibada, vile vinakufanya usimtumikie Mungu, vyote hivyo vimeshikiliwa katika yeye. Sikize vizuri.
Maana yake ni kwamba kama akiacha kuvishikilia vinafanya nini? Vinapugutika. Kwa mfano, Baba Beni alipiga hizi mbao hapa juu, akaweka misumari ya kuzishikilia. Sawa jamani? Amen. Hizi mbao hapa juu zimeshikiliwa na misumari aliyoweka Baba Beni, akapigilia hivi. Kwa hiyo mbao hizi zimeshikiliwa na misumari. Kama misumari ikiacha kuzishikilia hizi mbao, nini kitatokea? Nadondoka. Kitamwangukia nani? Sisi. Sisi. Haya mabati na kenchi yamefungwa kwa misumari. Kama misumari hiyo ikiacha kushikilia kenchi itakuwaje? Nisikilize vizuri. Yale mambo ambayo wewe ndio unayaona ya muhimu sana, kazi zako, biashara zako, manyumba yako, magari yako, mapikipiki yako, mabaiskeli yako, vyote vimeshikiliwa katika yeye. Kama akiacha kuvishikilia, vyote vinasambaratika. Mmoja ananielewa? Amen. Maana yake najaribu kusema nini? Usiviweke vile vitu vikawa vya kwanza, mweke anayevishikilia awe wa kwanza, alafu vile vitu viwe vya pili. Unanielewa? Amen. Mweke yule anayevishikilia awe wa kwanza, alafu hivyo vitu vyako hivyo viwe vya pili. Amen. Wakati ule wa unyakuo, wakati wa unyakuo kuna watu wamejaribu kutengeneza picha ya kitakachotokea, lakini ni hivi: yule ambaye anavishikilia vitu ataachia. Yule anayeshikilia vitu unavyoviona wewe kwa macho yako ataachia. Kwa atakapoachia, nyumba kama hii itaporomoka. Magari tairi moja litaenda kule, litakuwa vumbi, vyuma vitaachia, everything will fall apart. Ndio maana mimi nasisitiza, mweke yeye ashikiliaye vitu vyote au wa kwanza, hivyo vitu vyako viwe vya pili, kwa sababu hivyo unavyoviona ni vya kitambo tu, kuna muda havitakuwapo, lakini wewe ni wa milele, kwa maana wewe sio mwili. Tumoja sema, mimi sio mwili, mimi sio mwili, mimi ni roho, ikaayo ndani ya mwili. Ule mwili una kikomo chake, lakini roho ilitoka mbinguni na ni ya milele, ama itaenda mbinguni ama itaenda motoni, kati ya mawili. Amen. Amen. Ama itaingia mbinguni ama itaenda motoni, kwenye ule moto wa milele unaitwa jehanamu. Huu mwili ambao tunalinganao leo, baada ya miaka ijayo 100 hapa, hakuna hata mmoja atakaye kuwepo. Miaka 100 kuanzia leo, wote tulioko hapa kanisani, hakuna hata aliyezaliwa leo, uwezekano mkubwa hata kuwepo. Ataenda wapi? Ulitoka mavumbini na mavumbini utarudi. So huu mwili umetoka kwenye mavumbi na kwenye mavumbi utarudi. Wewe ogesha unavyotaka kuogesha, paka mafuta unavyotaka kupaka, nenda saluni, scrub kwa kadri uwezavyo, lakini haya ni mavumbi tu.
na alitoka kwenye mavumbi, na kwenye mavumbi yatafanya nini? Yatarudi. Ila sasa sema ehe. Kuna heshima tunaupa mwili wa mwanadamu kuuhifadhi kwenye mavumbi, unaitwa maziko. Kimsingi tunatupa mwili wa mwanadamu katika shimo, ila lile hatuliiti shimo, tunaliita kaburi. Ila ukweli ni kwamba kaburi ni shimo lililochimbwa ili kutupa mwili wa mwanadamu. Halo? Amen. Ukweli ni kwamba hata Mungu akifa tunachimba shimo, tunamzika, si ni kweli? Ila lile shimo hatuliiti kaburi kwa sababu ya heshima. Lakini ukweli ni kwamba shimo linalotupiwa mwili wa mwanadamu linaitwa kaburi. Pale actually tunatupa, ila tunasema hapana, huyu ni mwenzetu, tuseme tunamtupa, tunazika, tunamhifadhi. Lakini ukweli ni kwamba tunatupa kwenye shimo mwili wa mwanadamu, alafu yule mtu mwenyewe tunasema ametangulia mbele ya haki. Ile roho ile imetangulia mbele ya haki. Ndugu yetu ametangulia mbele ya haki, lakini mwili tumefanya nini? Tumeutupa kwenye shimo. Baada ya hapo tunalia. Alikuwa mchungaji wetu alitufundisha vizuri. Emi anapewa uji anywe, anasema mimi baba yangu akiroho amekufa, mimi sinywi uji leo. Ni swala la muda tu. Leo hanywi, jioni atakunywa kidogo, kesho atakunywa zaidi, kesho atakula pilau. Tumeshamsahau. Historia yake imeisha. Ni heri umtumikie Bwana. Mwenye nako ni heri umtumikie Bwana. Ni heri umtumikie Bwana ili roho yako iende mbinguni, ikapate tuzo. Kwa maana huu mwili ambao tunalinga nao mahali pake ni kwenye shimo fulani linaitwa kaburi. Na jeneza nzuri sana, ule ni udanganyifu tu. Ile story imeishia pale. Jeneza la milioni 1 hamna shida, hakuna tatizo kabisa. Jeneza la milioni 2 hamna shida. Na mwingine wamemzea kwenye mashuka, actually wote wataoza kule kwenye shimo. So wakati wa unyakuo sasa, yule ashikiliaye vitu ataviachia. Kwa hiyo ndege iliyokuwa inaruka angani ndio imeachiwa hivyo, na wakati ule hufi, hamna kufa. Ndege inapasuka angani kule, unadondoka chini, unadunda ndi ili cha moto ukione. Unasema nyoka anang'ata, ngoja niende aning'ate. Unajipeleka kwa nyoka, nyoka anakukimbia. Unasema simba ndo mkali, unaenda kwa simba, simba ndile angalau. Simba anasema mimi sili watu. Mbele yako ni heri umtumikie Bwana mapema kabla siku mbaya hazijaja. Kuna siku mbaya mbele. Mwambie Boniface, mwambie Wilfred, kuna siku mbaya mbele. Kuna siku mbaya mbele. Mwambie mtumikie Bwana ungali mchana. Kwa maana kuna siku mbaya mbele. Amen. Haleluya. Amen. Sasa ile nguvu inayoshikilia vitu itakapoachia, Yesu jela linaenda lenyewe linasambaratika. Na abiria wote hafi yoyote, maana wakati ule unyakuo umeshatokea tayari. Kwa hiyo sasa mpinga Kristo anaanza kutawala, kuwatesa wale wote ambao waliokoka. Ni vizuri umtumikie Bwana mapema kabla siku mbaya hazijaja. Ili nimeanza nalo ili kumwambia mtu mmoja, kuna namna fulani tunalinga na nyumba, tunalinga sijui na kazi, tunalinga sijui na hela, tunalinga sijui na nyumba, tunalinga sijui na magari, tunalinga sijui na pikipiki. Yote hayo yameshikiliwa katika yeye. Asipoyashikilia yeye, vyote vinaachana, vinasambaratika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni heri mtafute yeye ashikiliaye vitu hivyo, maana yeye ni wa thamani kuliko gari yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
unanunua ndege dola milioni 10, inaanguka siku moja imeisha, imekwisha, imeisha hiyo. Mnanielewa eh? Ni heri umtafute yeye ashikiliaye vitu. Somo langu leo linasema ni heri umtafute yeye. Somo langu la leo linaitwa umuhimu wa kuhudhuria ibada zote. Ngoja niende sasa kwa haraka kidogo. Ibada zote. Hapo ibada zote. Ibada zote. Ibada zote. Ibada zote. Tujifunze kwa haraka kidogo kutoka kwenye kanisa la mwanzo. Kanisa la mwanzo ilikuwa inafanyaje? Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 46. Nataka tuanzie pale. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 46. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 46. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 46, nao nasema, na siku zote pamoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. Amekosea. Pameandikwa kila Jumapili, sio? Siku zote. Siku zote. Hapo itakuwa imekosea hiyo. Wewe hapo inasemaje? Wewe mbele hapo inasemaje? Ndipo inasema okay. Ngoja Peter, kwako inasemaje? Kweli. Hebu wote tuseme, na siku zote kwa moyo mmoja, kwa moyo mmoja, na siku zote kwa moyo mmoja, kwa moyo mmoja, walidumu ndani ya hekalu. walidumu ndani ya hekalu. Sisi ibada ya mara moja kwa wiki ya Jumapili tumeitoa wapi? Saidie kumuuliza jirani yako, hivi wewe ibada ya mara moja kwa wiki, ibada ya mara moja siku ya Jumapili, umeitoa wapi? Ulitoa wapi? Mshike mkono, mshike mkono, mshike mkono, mshike mkono. Muulize, hivi wewe ibada moja ya Jumapili, umeitoa wapi? Mwambie nijibu. Mwambie nipe majibu. Wewe umetoa wapi ibada moja ya Jumapili? Zingine zote huonekani, unaendaga ya Jumapili tu. Muulize, umetoa wapi? Anasemaje? Hebu mshike begani, mshike begani, mshike kwenye bega. Mwambie jirani, niambie wewe kuja Jumapili peke yake kwenye ibada umeisoma wapi? Anasemaje? Anakuja ratiba. Muulize, au wewe una roho ya kujipangia? Muulize, au wewe una roho ya kujipangia? Pita, muulize huyo, unaniangalia mimi. Muulize, au wewe una roho ya kujipangia? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muulize, au wewe una roho ya kujipangia? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inasema
walidumu siku zote katika hekalu. Mahali ambapo shetani alitudanganya mara ya kwanza ni kwamba abudu Mungu, muombe Mungu mara moja kwa wiki, na ukajiambia kwenye moyo wako kwamba mimi Jumapili hii nitakuwepo, Jumatatu sitaenda, Jumanne sitaenda, Jumatano sitaenda, Alhamisi sitaenda, Ijumaa siendi, Jumamosi siendi, Jumapili tu mimi ndio nitazuka pale. Muulize jirani yako, kwani wewe bado una roho ya kujipangia? Bado una roho ya kujipangia? Haujaishinda tu? Haujaishinda tu? Bado imekuzongazonga? Bado imekuzongazonga? Hebu mwambie ishinde. Ishinde. Mwambie ishinde kwa jina la Yesu. Shika begani, mwambie ishinde kwa jina la Yesu. Mwambie uishinde kwa jina la Yesu. Ishinde kwa. Mshike begani, nikwambie maneno ya kumwambia. Mshike begani, shika kwenye bega lake. Mwambie ninakuombea kuanzia sasa hii roho ya kujipangia uishinde kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Tunasoma katika Biblia ya kwamba baada ya kuokoka walidumu siku zote katika hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe na mimi, haya mambo ya ibada moja kwa wiki tuliyatoa wapi? Ibada moja kwa wiki tuliyatoa wapi? Ni maelekezo ya Roho Mtakatifu? Ni maelekezo ya Mungu au ni maelekezo ya nani? Naomba tuseme wote, na siku zote kwa moyo mmoja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu. Walidumu ndani ya hekalu. Wale wa Jumapili, nyosha mkono juu. Jumapili wale mnakujaga Jumapili, tunyosha mkono juu. Nyosha basi, mimi sinawajua. Wewe nyosha tu mkono. Nyosha mkono hivi, nyosha mkono. Mbona wengine hamnyoshi? Mimi nawajua, siwaonagi. Mimi nawajua. Sasa hivi wewe, aliyekwambia ibada ni Jumapili peke yake ni nani? Na unasema Commander, I'm very busy, I'm very busy, Uko busy huko? Ashusha tu mkono wako baba, ashusha tu mkono wako. Uko busy huko? Leo nitapaelewa. Baada ya ibada tuna changizo la kutengeneza vyombo vyetu vimeharibika. Hizi zinazoongea hapa sio za kwenu, hizi ni za kwangu. Za kwenu ziliharibika na hamjatengeneza. Kwa hiyo baadaye nitataka kujua uko bize uliko, ulete hela tutengeneze vyombo vya Bwana. Na leo tunahitaji 800,000 kutengeneza vile kule vimeharibika, vile kule tumeweka kule nyuma. Leo karibu mwezi hatuna hela za kutengeneza, ila hauji kwenye ibada kwa sababu uko unatafuta hela. Hizo hela leo nataka kuziona sasa. Nataka kuziona hizo hela ambazo wangu unatafuta Jumatatu mpaka Jumamosi. Alafu Jumapili ndo naonekana, alafu baadaye unapotea. So tunaona kwenye kanisa la mwanzo tunaona kwamba walidumu kwa moyo mmoja. Si kwenda kwenye ibada kwa sababu umelazimishwa, hapana, kwa moyo mmoja. Mtu mmoja sema kwa moyo mmoja. Kwa moyo mmoja. Sema tena kwa moyo mmoja. Kwa moyo mmoja. Kwa hiyo walidumu katika hekalu kwa moyo mmoja. Na sisi leo imetupasa kudumu katika hekalu kwa moyo mmoja. Kwa moyo mmoja. Mtu mmoja sema kwa moyo mmoja. Kwa moyo mmoja. Kwa hiyo ishara moja itakayoonekana ya kwamba mtu ameokoka ni ile shauku, ile kiu ya kumtafuta Mungu. Kama shauku haipo, bado hujaokoka. Kuna jina lingine tukupatie, ila bado. Kwa sababu ukiokoka unakuwa na hamu, unakuwa na shauku ya kumtafuta huyo Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tusome Isaya 58 mstari wa 2. Isaya sura ya 58
mstari wa 2. Isaya sura ya 58 mstari wa 2 nao unasema. Hawajafika bado, waache kwanza kidogo. Isaya 58:2. Ukienda haraka haraka, kuna watu hapa ndo bado wanaandika kwenye daftari Isaya, hawajamaliza kuandika Isaya. Bado Isaya yenyewe hajamaliza kuandika, hata sura wamesahau. 58 mstari wa 2. Mimi nawajua watu wangu. Isaya 58 verse 2. Haya, twende. Walakini wanitafuta kila siku, hupenda kujua njia zangu. Sio kila Jumapili? Kila siku. Biblia yenu imeandikaje? Kweli? Sio kila Jumapili? Kila siku. Muulize jirani yako, sasa wewe ya Jumapili peke yako ulitoa wapi? Sasa wewe ya Jumapili peke yako. Kule nyuma hamuongei, niliwaambia kaa karibu na jirani mmoja. Nikisema muulize jirani unaye. Hakikisha umekaa karibu na jirani yako. Muulize, wewe ya Jumapili peke yako ulitoa wapi? So, walakini wanitafuta kila Jumapili. Sema amina. Hapana. Walakini wanitafuta kila Jumapili. Sema amen. Kila siku. Kila siku. Kila siku. Haya, endelea kusoma. Walakini wanitafuta kila siku. Hupenda kujua njia zangu. Kama vile taifa waliotenda haki. Wasioacha sheria ya Mungu wao. Hutaka kwangu amri za haki. Hufurahi kumkaribia Mungu. Kama mstari huu haumo kwenye maisha yako, wewe hujaokoka bado. Kila mmoja wewe jitathmini tu, maana hakuna ajuae mambo ya mtu isipokuwa roho yake mwenyewe. Wewe ndio unayejua mambo yako kuliko mtu mwingine yoyote hapa. Kama vile Roho Mtakatifu anajua mambo ya Baba, na roho yako inajua mambo yako kuliko mimi ninavyokujua. Kama haya hayako kwenye moyo wako, hauyasikii, kuna shida rohoni. Anasema walakini wanitafuta kila siku. Tumoja aseme walakini wanitafuta kila siku. Walakini wanitafuta kila siku. Hupenda kujua njia zangu. Hupenda kujua njia zangu. Kama vile taifa waliotenda haki. Kama vile taifa waliotenda haki. Wasioacha sheria ya Mungu wao. Wasioacha sheria ya Mungu wao. Hutaka kwangu amri za haki. Hutaka kwangu amri za haki. Hufurahi kumkaribia Mungu. Hufurahi kumkaribia Mungu. Kama haya hauyasikii moyoni, kuna tatizo. Kama hufurahi kumkaribia Bwana, kama humtafuti kila siku, kama haumtafuti kujua njia zake, unakuja tu kanisani unasinzia, unapiga kausingizi na kafeni kanakupepea vizuri vizuri, kanapendeza tena katika joto la Dar es Salaam, kanakupepea vizuri vizuri, alafu unasimama unaenda nyumbani kupumzika. Ulikuja kutalii. Mungu anahitaji watu ambao wana moyo wa kumtafuta, watu ambao wana bidii ya kumtafuta, watu ambao wanafurahi kuzijua njia zake, watu ambao wanataka kujua neno lake. Hao ndio wanaowataka. Na kwa sababu yeye ni Mungu wa kila siku, sio Mungu wa Jumapili. Ila Jumapili tumeichagua kama siku ya kumwadhimisha Bwana, siku ya kumshukuru kwa wiki nzima. Ila anataka tumtafute Jumatatu, tumtafute Jumanne, tumtafute Jumatano, tumtafute Alhamisi, tumtafute Ijumaa, tumtafute Jumamosi. Jumapili tumuimbie kwa shangwe kuu sana, kwa sababu alikuwa pamoja nasi wiki nzima. Naomba maneno haya tuyasome wote. Walakini hunitafuta kila siku. Walakini wanitafuta kila siku. Hupenda kujua njia zangu. Hupenda kujua njia zangu. Kama taifa waliotenda haki.
kama taifa waliotenda haki, wasioacha sheria ya Mungu wao, wasioacha sheria ya Mungu wao, hutaka kwangu amri za haki, hutaka kwangu amri za haki, hufurahi kumkaribia Mungu, hufurahi kumkaribia Mungu. Naomba upigie mstari wanitafuta kila siku. Pigilia mstari hufurahi kumkaribia Mungu. Hayo ni maneno ya msingi kwa mtu yeyote aliyeokoka. Yoyote aliyeokoka. Kama haumtafuti kila siku, kama hufurahi kumkaribia yeye, maana yake gizani bado hujatoka. Kuna kagiza fulani hivi bado kamekuzongazonga. Mwambie jirani, kuna kagiza fulani hivi, kuna kagiza fulani hivi bado kamekuzongazonga, bado kanakuzongazonga. Nataka uelewe hapo. Kwa maana nikupe mfano mmoja. Wakati mimi nimemwona mchumba wangu ambaye ndio mke wangu wa leo, nikajiambia moyoni mwangu ni yule pale. Nikajiambia moyoni mwangu, sikumuuliza mtu, nikajiambia mimi ni yule pale. Bwana Yesu asifiwe. Sikilize vizuri. Nikajiambia moyoni mwangu ni yeye. Na siku ya kwanza naongea naye akakataa, akasema hapana, mimi bado, mimi hapana bwana, mimi hapana, mimi hapana bwana, mimi hapana bwana. Nikasema sawa. Lakini wakatoka chuoni kwao wakaenda field Kongowe, Kibaha kule, yaani maili moja, sawa, kule mbele kule Kongowe palikuwa na zahanati pale. Unanielewa vizuri? Lakini mimi moyoni mwangu nasema ni yeye. Mimi ndo nimejifunza udreva, ndo najua kuendesha kidogo. Nikasema mimi sijamuona toka Jumatatu mpaka leo Jumapili sijamuona. Mimi naenda. Lakini rafiki yangu akaniambia, sasa wewe hujui kuendesha, una leseni? Nikasema hapana, toka Jumatatu mpaka leo sijamuona, mimi naenda. Nikawasha gari, nikaweka mafuta, kaenda pale nikaweka mafuta, kawasha gari. Naenda wapi? Kongowe. Wakaniambia bwana usiende, nikamwambia naenda. Manake kama hauna shauku na kiu ya kumtafuta Mungu, bado kuna giza linakuzongazonga mahala. Ni kweli tunakuona umependeza leo, lakini kuna giza fulani hivi linakuzongazonga bado. Nikawasha gari. Barabara ile si mnaijua ina malori ya kufa mtu. Mesikia glory, mimi kawasha gari, nikaondoka. Sasa lori inatokea kule mbele na kupiga taa full light pa. Mimi nasogea pembeni na paki pembeni na wapisha wanapita kwanza. Wakiondoka narudi barabarani na mimi naondoka. Wananipiga taa tena na naweka pembeni. Nakaa pembeni. Nini? Moyo wangu umesema ni pale, yani nakwenda pale. Kama hauna shauku ya kumtafuta Mungu, bado kuna giza linakuzongazonga mahala. Ni kweli unapendeza vizuri na uwanja umepaka, lakini kuna giza bado limekuzongazonga. Lakini anasema akatuhamisha katika ulimwengu wa giza. Wote twende, akatuhamisha katika ulimwengu wa giza. 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 Akatuunganisha na ufalme wa pendo la mwanaye. Kama hauna shauku, yani huwakiwaki ndani ya moyo, mimi nataka ibada Bwana, mimi nataka kwenye ibada, nataka wanifundishe neno la Bwana, kuna giza limekuzongazonga bado. Na inawezekana siku ya unyakuo utabaki. Inawezekana kabisa utabaki. Ila utashangaa mkeo hayupo, kaondoka huyo. Alafu unataka nguo zake alizokuwa amevaa ndo ameondoka hivyo. Mke wangu sasa yuko wapi? Tulikuwaga naye, amenyakuliwa huyo. Umebaki peke yako. Nenda jikoni kapike.
nenda kapiki. Ndo kaondoka hivi, na nikaenda mpaka Kongowe, nikafika nikamuona kama saa 5 usiku, nikawasha gari narudi Dar es Salaam na nilifika salama. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye unalala usingizi, kuna mkesha, ni kwamba kuna giza bado limekuzongazonga, ila unaamini uko salama. Leo nataka nikuambie bila kukudanganya, umezongwazongwa na giza la shetani. Upende usipende, kuna giza limekufunika totoro. Maana tumeitisha mkesha hapa kwa siku 40. Kuna mtu sikumuona hata siku moja. 40 days. Je, alikuwa wapi? Walinzi tu peke yao ndio nimewasamehe, walinzi wanaolinda usiku. Kama wewe sio mlinzi, basi una matatizo. Mshike mkono jirani yako, muulize, wewe unalinda wapi usiku? Unalinda wapi usiku? Muulize, niambie, unalindaga wapi? Unamwangalia, usiniangalie nini, mwangalie yeye, muulize, hivi wewe unalinda wapi usiku? Wewe unalinda wapi usiku? Kama hakuangalia, mwambie geuka uniangalie, acha kunitania. Mwambie geuka, mkamate kichwa, mgeuze. Mwambie, niambie, wewe unalinda wapi usiku? Wewe unalinda wapi usiku? Mwambie nijibu. Nijibu. Haya, nataka kuona ambaye hamwambii jirani yake sasa. Mwambie, wewe jirani, niambie usiku unaenda lindo gani? Unalinda. Huyo mwambie acha kuandika, mwambie acha kuandika, tuongee kwanza. Mwambie acha kuandika. Mwambie acha kuandika kwanza. Mwambie kwanza acha kuandika, tuongee. Wewe usiku unaendaga lindo la wapi? Mwambie nipe majibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie usiku unaendaga lindo gani wewe? Usiku unaendaga lindo gani wewe? Sasa ukiona hauna hamu, ukiona moto hauwakiwaki kwa ajili ya kulisikia neno la Bwana, kusikia hekima zake, kumwimbia, kumsifu, ujue kuna giza limekufunika, ila wewe unaamini uko salama. Lakini mimi leo nimepakwa uvuvio kukwambia ukweli, kwamba siku ya unyakuo utaachwa na utaachwa umelala. Si unapenda kulala? Mwenzio atanyakuliwa usiku, wewe umepiga mbonji. Unaamka asubuhi, hivi yuko wapi nani? Ndo kaondoka hivyo peke yako kwenye usingizi. So kama hauna hamu, kama haufurahi kumtafuta Bwana, kujifunza neno lake, kumwimbia yeye, kumsifu yeye, maana yake hujahama bado uko kule, bado uko kule. Yaani akatuhamisha, haijatokea kwenye maisha yako, bado uko kule. Shike tena mkono jirani yako, muulize jirani, utatoka lini huko? Amesemaje? Mwaka gani? Vizuri. So haya maneno kama hayako kwenye maisha yako, basi kuna changamoto. Naomba tusogee mbele tusome Waebrania sura ya 10 mstari wa 25. 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 Nao unasema, wala tusiache kukusanyika pamoja. Halo? Kuna mtu anasema, Mungu hata nyumbani kwangu si yupo ananisikia? Taombea tu nyumbani. Ndio unasemaga wewe? Nitaombea tu nyumbani. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo,
kwa kadri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Vizuri. So, wala tusiache kukusanyika kwa pamoja. Wala tusiache kukusanyika kwa pamoja. Yesu alitambua umuhimu wa kukaa hekaluni. Tunasoma haya katika kitabu cha Luka sura ya pili. Tunasoma haya katika kitabu cha Luka sura ya pili, ule mstari wa 49. Luka sura ya pili mstari wa 49. Bwana Yesu alitambua umuhimu wa kukaa nyumbani mwa Bwana. Nataka twende kitabu cha Luka, Injili ya Luka sura ya pili mstari wa 49. Luka sura ya pili mstari wa 49. Nao unasema, akawaambia, kwani kunitafuta? Kwa nini kunitafuta? Kwa nini kunitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba ya Baba yangu? Hamkujua ya kwamba imenipasa. Lile neno la imenipasa manake imenilazimu. Lile neno imenipasa manake ni lazima, manake ni sharti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imenilazimu, imenipasa kuwa nyumbani mwa Baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kumbe mimi imenipasa kuwa nyumbani mwa Bwana kwa kadri inavyowezekana. Kuna wazazi fulani hivi wako hapa, nitawasema leo, ila sitataja majina yao, lakini nitawasema wao, watajua na wasema wao. Mimi nitawasema ila sitataja majina yao. Wao wana watoto, alafu mtoto wao mmoja akawa anapenda kuja kulala kanisani kila Jumapili, kila Jumamosi. Kila mimi nikiwepo hapa yuko kanisani anakesha, lakini namkuta amelala kwenye sakafu kwenye vigae kama hapa, yaani kamelala. Mimi nikajiuliza, baba yake na mama yake wako wapi? Uwezekano mwingine wako wanatafuta mdogo wake. Lakini mbona huyu wamemtelekeza sasa? Mbona wamemtelekeza hivi? Mimi nikawaambia, mtoto wenu anapenda kwenda kanisani kila Jumamosi kulala, ni jambo jema kabisa. Lakini hapa kuna mbu, kuna wadudu, kuna vumbi, kuna kila uchafu. Mtoto ataugua. Mtengenezeni mazingira, kachandarua kadogo ka 20,000, na kanga moja au kitenge. Sawa jamani, atandike kitenge chake pale na kachandarua kake, tena 20,000 nyingi, 15 tu, ili akilala awe salama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wao wakaona nimewatukana, yule mtoto wakamzuia siende kanisani tena. Wako hapa hapa. Wao nikiwa naongea wanajijua kwamba nawaongea wao, wanajielewa. Kwa yule mtoto haji tena kanisani. Naamini mimi walimzuia usiende tena. Tukiona umeenda tutakuchapa viboko. Na kwa sababu anawaheshimu ikabidi aache kwenda kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini je, mtoto alikuwa anakosea kwenda kanisani? Hapana. Yeye alikuwa anapenda kwenda nyumbani mwa Bwana. Sisi wazazi kazi yetu ni kumwekea mazingira mazuri ili aende nyumbani mwa Bwana, akalale mahali pasafi na katika usalama, tumkinge na mbu na wadudu wengine. Wao wakaamua kumwambia, ole wako tukuone tena unaenda kanisani Jumamosi. Na naamini walichuma na kiboko wakakitundika juu kabisa. Hiki hapa, hiki hapa, hiki hapa. Tukikuona kiboko hiki hapa. Ninyi wazazi, leeni watoto wenu kwa hekima. Kwa hekima.
Kuna watoto wengine nikawaambia wanapenda kwaya, waje wao wanaimba Jumamosi waanze kwaya. Mpaka leo sijawaona, ila wazazi wao wapo. Kitakapokuwa jambazi, unasema mwanangu, unajua mwanangu, si uliyataka mwenyewe? Sasa Yesu alijua kwamba imempasa kukaa nyumbani mwa baba yake. Naamini kula kukuwa na mbu. Akawatoroka baba yake na mama yake, kama mtoto huyo fulani hivi, simtaji jina. Akawatoroka baba yake na mama yake, akaingia kanisani Jumapili, Jumamosi. Lakini wazazi hawatengenezi mazingira ili alale kanisani salama. Leo nimepeleka ujumbe kwa wazazi wote ambao kama wewe usivyokuwa na hamu ya kumtafuta Mungu na watoto wako muwazuia vile vile. Dunia si rafiki kama unavyowaza wewe. Dunia sio nzuri kama unavyowaza wewe. Kazi ya dunia ni kuwaharibu watoto wao watumishi wa shetani, na kazi ya kanisa ni kuwafundisha wamtumikie Mungu vizuri. Chagua hivi leo, ila mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Chagua hivi leo, ila mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Na wewe chagua. Mwambie jirani yako, na wewe chagua. Na wewe chagua. Shike bega, mwambie na wewe chagua. Na wewe chagua. Vizuri. So, Zaburi 122. Zaburi 122. Zaburi 122 mstari wa kwanza. Zaburi 122 mstari wa kwanza nao unasema, Nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Nilifanya nini? Nalifurahi waliponiambia. Niliposikia habari za kwenda nyumbani mwa Bwana, nikasikia bubujiko la furaha. Mtazame jirani yako, anaonekana na furaha au kanywa dawa chungu? Kanywa dawa chungu. Anafananaje? Unajua ile dawa inaitwa Fragile. Unaijua Fragile? Mwae kunywa ile? Ina ladha gani? Mimi nilipokuwa bado nakunywa dawa kabla sijaokoka, baada ya kuokoka sinywi dawa tena. Nilipokuwa bado nakunywa dawa, ile dawa nikinywa lazima niwe na kitu kingine cha kula hapo hapo. Yaani nikimaliza kunywa ile dawa nipate labda ndizi au mhogo au mkate, kwa sababu ule uchungu hauvumiliki kinywani. Sasa ukiona mtu anakuja kanisani alafu anafanana kama vile amekunywa Fragile, ujue kuna giza bado limefanya nini? Mtazame jirani yako, angalia vizuri usome. Anafanana kama kanywa dawa au kanywa kasoda katamu. Kama hauoni meno, hauoni tabasamu lake kanisani anafurahi, kuna giza bado limemzongazonga. Maana yake anapohangaika hapa Ernest kuimbisha, alafu watu hawaimbi, ni kwamba hawafurahi kuwepo nyumbani mwa Bwana. Na tafsiri yake ni kwamba bado kuna giza limekuzongazonga, yaani bado haujahamishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. 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 Ainuliwe
ninaangalia watu ambao wamekunywa dawa, ndio nawaangalia, na kuna vitu vile naangalia. Anapiga makofi hivi, alafu anaimba hivi, au ndo nawaangalia. Manake Daudi anasema nalifurahia waliponiambia niende nyumbani mwa Bwana. Nyumbani mwa Bwana ni wapi? Nyumbani kwa baba yako. Mimi nilikuwa nasafiri na kwenda kusoma, alafu siku ya kwenda nyumbani kwa baba silali usingizi, yaani mpaka saa 6 niko macho, saa 7 niko macho. Mbona hakuchi niende? Manake mtu anayekwenda kwa baba yake ana furaha kubwa sana. Sasa namwangalia yule ambaye anapiga makofi, ndio naangalia hapa. Amen. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. 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 Ametenda mema. Ametenda mema. Ametenda mema. Ametenda mema. Maishani mwetu. Ametenda mema. Ametenda mema. Ametenda mema. Ametenda mema. Ametenda mema. Ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Sikilize kidogo. Mungu ni baba yetu. Mungu ni baba yetu aliyetuzaa rohoni. Baba yako yule wa mwili, yeye alizaa mwili tu, lakini baba yetu wa rohoni tutakayekaa naye milele ni Mungu wetu. Kwa hiyo unapoingia kanisani, umeingia kwenye nyumba ya baba yako. Amen. Kama vile ambavyo mimi nalichungaga mbuzi, alafu jamaa mmoja akanipiga. Aliponipiga akanishika sweta, nilivaa sweta, akanishika sweta hivi. Mimi kalivua, akabaki na sweta, nikatimua mbio, nikaenda kwa baba kumwambia, "Baba, nani amenipiga, ameninyang'anya na nguo?" Akasema, "Ni mtoto wa nani?" Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikavua t-shirt ile, nikasepa, nikaenda kufanya nini? Kumwambia baba. Maana yake unapoingia kanisani, umeingia kwenye nyumba ya baba yako. Kufanya nini? Kumwambia mambo yako yote. Wamenipiga, wakaninyang'anya sweta. Kuna mtu ananielewa? Yes. Yaani unaenda kumwambia kuna mtu amenipiga, ameninyang'anya sweta. Nimekwenda kufanya nini? Kumwambia baba. Umenielewa? Kama unaingia kama umekunywa dawa, baba anashanga, sasa huyu mtoto tena katokea wapi huyu? Huyu anaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mmeelewa? Amen. Kwa nini mnasumbua waimbishaji? Kama vile mmelazimishwa kuja kanisani vile. Yaani kama vile umepigwa kiboko, nenda kanisani kwa lazima. Kwa nini mnawasumbua waimbishaji? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muulize jirani yako, kwani wewe umehamishwa kweli? Umehamishwa. Mwambie, mbona huku tulipo tuna furaha tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda
ametenda mema. Naomba uketi. Mimi niliwahi kunywa pombe zamani. Unashangaa nini sasa? Unashangaa nini sasa? Unashangaa nini sasa? Mimi niliwahi kunywa pombe zamani na baba yangu alikuwa anatengeneza pombe. Lakini mimi pombe nikinywa nasikia ni chungu. Wao wananiambia wewe uchungu ndio utamu wenyewe. Sasa mimi siwaelewi. Mimi nakunywa nasikia chungu kweli. Naambia mbona hii pombe chungu? Wananiambia huo uchungu sasa ndio utamu wenyewe. Kwa mimi nikawa nashangaa sasa. Sasa uchungu unakuwaje utamu? Kwa hiyo nilipoanza kupata hela sasa, nilianza kupata fedha, nikasema mimi pombe chungu sitakunywa tena. Kwa hiyo nikawa naenda nanunua ile red wine, sweet, tamu, wine tamu. Sema sweet wine. Kwa hiyo mimi naweka chupa mbili pale kwenye kabati langu, nikitaka kunywa glasi moja Jumamosi naweka kwenye glasi moja na kunywa tamu. Lakini wale walevi wao ikiwa chungu ndio tamu. Unanielewa sijui? Tafsiri ya walevi, pombe tamu ni ile chungu sana ndio tamu ile. Sasa wewe pombe chungu hunywi, utamu wako unapata wapi? Kwenye sifa. Yeye unapomwambia Bwana ainuliwe, moyo wako unafurahi, kwa sababu ile pombe inayokupa utamu hunywi. Kwenye sifa umekaa. Sasa wewe utamu unapata wapi? Kuna wengine miguu si imepigwa misumari, sijui imepigwa hapa katikati hivi. Haleluya, haleluya. Amen. Majeshi, majeshi. Majeshi ya Bwana. Yako wapi majeshi? Yako hapa majeshi. Yakipiga majeshi. Yanaua kabisa. Natamani na Mungu atajidhihirisha katikati yetu kwa viwango vikubwa sana. Amen, amen, amen. Amen. Pale ambapo tunaingia kwenye hekalu la Baba yetu kwa moyo mmoja. Kwa moyo mmoja. Kama una bifu na Lucy, ukiingia pale mlangoni pige mwambie Baba nisamehe, nimemkosea Lucy, nimemtukana, nimemgombeza, nisamehe Baba. Nataka nikufurahie. Amen. Usisubiri Enesa aseme sasa wakati wa kujitakasa. Jitakase mwenyewe. Ndio. Una jambo na mtu, unapoingia pale, kama tanguzo mwambie Baba ninakuomba unisamehe, mimi nimemtenda dhambi ndugu yangu. Sisi ni ndugu katika Baba mmoja. Unanielewa?
Manake unapoingia nyumbani kwa baba yako, moyo wako uko safi, uko very clean, ili usiwe na kizuizi cha kukuzuia kuimba na kuruka na kufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananielewa? Ndiyo raha ya ibada. Ibada sasa, wewe umeenda hata msibani hawafanyaji hivyo. Hata msibani wako tunaongea pole kwa msiba, kwani marehemu aliugua. Wewe umenuna mwanzo mwisho. Kuna watu sijawahi kuona tabasamu lao hapa toka ameanza kuabudu hapa mwaka mzima. Tabasamu lao very expensive, ghali sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu ni baba yako? Unajua Mungu ni baba yako? Unajua hujui? Unaendaje kwa baba yako umenuna? Unaendaje kwa baba umenuna? Mfurahie Bwana. Ni siku ya kushangilia, ni siku ya kufurahi. Wale wengine wakinywa pombe kali ile wanafurahi, na wewe ukiingia nyumbani mwa Bwana unaingia kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Mmenielewa eh? So nataka uelewe kwamba Mungu ni baba yetu, na tunakuja mbele zake kwa sababu tunataka kulisikia neno lake. Tunataka kujua njia zake. Tunataka tumjue zaidi na zaidi na zaidi na zaidi, ili tujue anataka tutende nini, hataki tufanye nini. Mtoto mwema humsikiliza baba yake. Anakwenda anakaa miguuni pa baba yake au mama yake, anasema naomba uniambie jambo mama, sema neno nitasikia. Anakaa pale miguuni. Wewe wiki nzima umejifungia huko unakojua wewe, alafu unasema mimi baba yako wa kiroho. Wapi? Wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa vizuri? So nafurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Ndivyo ambavyo nategemea kila mmoja awe anapojua ya kwamba jioni kuna ibada, aanze kujiandaa. Aseme leo nitaamka mapema alfajiri sana, nitapiga kazi yangu. Itakapofika saa 10 mimi nitamaliza kazi, kwa sababu nakwenda nyumbani kwa baba yangu saa 11:30. Nakwenda kwenye ibada. Anapojua ya kwamba kuna ibada Jumatano, kuna ibada Ijumaa, tunataka kuongeza ibada kuanzia mwezi wa 3. Tunaongeza idadi ya ibada. Tufanye kazi na tumtumikie Bwana na tumwimbie Bwana vizuri pia. Bwana Yesu asifiwe. Pasikose maombi kwenye nyumba ya Bwana. Wewe umeyakinahi maombi. Kuna watu wana shida nayo. Wewe umeridhika, mambo yako safi. Muulize jirani yako, wewe mambo yako safi Mambo yako safi. Nalifurahia waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Nalifurahia waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Nalifurahia waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Nalilukaluka waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Nalifurahia waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Nalifurahia waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Nalilukaluka waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Nalifurahia waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Twende nyumbani mwa Bwana. Twende nyumbani mwa Bwana. Twende nyumbani mwa Bwana.
nyumbani kwa Bwana. Amen. Asante. Unaposema nalifurahia, furaha ionekane. Maana kuna wengine wanaimba mdomoni, nikiangalia usoni ile furaha siioni. Kwa hiyo unaposema nalifurahia, maanisha na moyoni mwako ya kwamba kweli unafurahia kwenda nyumbani mwa Bwana. Amen. Nataka tuendelee kidogo, tupige hatua. Kwa nini inatupasa kuhudhuria ibada zote? Kwa nini inatupasa kuhudhuria ibada zote? Jifunzeni kutopoteza muda. Jifunzeni kutopoteza muda kabisa. Kwa nini inatupasa kuhudhuria ibada zote? Sababu ya kwanza, neno la Mungu ni chakula cha kiroho. Neno la Mungu ni chakula cha kiroho. Mwambie jina lako, neno la Mungu ni chakula cha kiroho. Ni chakula cha kiroho. Mwambie tena, neno la Mungu ni chakula cha kiroho. Ni chakula cha kiroho. Vizuri. Sasa hebu waza, unakula mara ngapi kwa siku? Jana nilimuuliza mtu unakula mara ngapi kwa siku, akaniambia mara 3. Wangapi wanakula mara 3? Mara 3 kwa siku? Wachache. Wangapi mara 2? Wameongezeka. Wangapi mara 1 kwa siku? Wangapi angalau wanakula mara 1 tu? Angalau mara 1. Wangapi hawali kabisa? Maana kuna watu mara 3 hawajanyosha, mara 2 hawajanyosha, mara 1 hawajanyosha. Sina maana hawali au? Ndio. Mara 3 hawajanyosha, mara 2 hawajanyosha, mara 1 hawajanyosha. Maana yake hao hawali. Wanaokula angalau mara 1 kwa siku, mikono juu. Ngoja, inafikiri Kiswahili kijaeleweka. Angalau mara 1, yani kama sio asubuhi basi ni mchana, kama sio mchana basi ni jioni. Yani we kwa siku nzima angalau unapata msosi mara 1. Angalau mara 1, mikono juu. Kuna wengine hata mara 1 hawali. Nimesema angalau, at least. Manake wewe kwa mara 1 umo, na kwa mara 2 umo, na mara 3 umo. Ndio maana ya angalau. Angalau mara 1 kwa siku. Sijui mnanielewa? Nikisema mtu ambaye ana angalau 1000, maana kama una 5000 umo katika 1000. Yeye unazo 1500. Si mnanielewa? Watu ambao angalau kwa siku wanakula mara 1, mikono juu. Kwa maana yake kwa wiki unakula angalau mara 7, si ndio? Haya. Watu ambao wanajifunza neno la Mungu angalau mara 1 kwa siku, mikono juu. Watu ambao angalau mara 1 kwa wiki wanajifunza neno la Mungu, angalau mara 1 kwa wiki, mikono juu. Wameongezeka. Kwa hiyo inamaanisha wewe unaothamini mwili sana kuliko roho yako. Kwako wewe mwili ni wa muhimu sana kuliko roho yako. Sikilize vizuri. Sikilize vizuri. Acha kuandika, nisikize vizuri. Yesu anasema hivi katika Yohana sura ya 6. Anasema mwili haufai kitu, bali roho ndiyo itiayo uzima. Mwili haufai kitu, bali roho ndiyo itiayo uzima. Hamjaelewa? Mwili haufai kitu, bali roho ndiyo itiayo uzima. Nani mwahi kuona mtu amefariki, amekufa? Nani mwahi kuona maiti ambaye hajashambuliwa na majambazi? Alikuwa na masikio yapo, na kichwa kilikuwepo, na mabega yalikuwepo, na mikono ilikuwepo, na miguu ilikuwepo. Nini hakikuwepo? Nini hakikuwepo?
roho inaonekana? Hapana. Ukimwangalia kila kitu kuanzia hapa mpaka chini. Tena umemvalisha suti kali sana. Sisi madaktari, kati ya taaluma ngumu ni kuwa daktari. Kati ya taaluma ngumu hapa duniani ni kuwa dokta. Unamtibu mtu, unaweka dripu, inaingia, unaangalia, unashangaa ghafla kifua hakichezi, hapumui tena. Na dawa iko inaingia, lakini ghafla unashangaa moyo haupigi. Unasema nataka kufanya cardiopulmonary resuscitation. Nataka kumwamsha. Unakamata kifua chako unasukuma. Ghafla kama moyo kanashtuka kidogo, kaanza kupiga kwa mbali, kwa mbali, kwa mbali. Unakimbia, unachukua stethoscope, unaweka kwenye kifua. Unasikia kama pigo kama moyo kwa mbali. Unasema labda ataamka. Unachikimbia, unachukua dawa, unachoma adrenaline ili kitue moyo kwanza uamke. Unachoma adrenaline. Unasema labda dakika 5 hivi atakuwa ameamka. Unaita nurse on duty, kimbia hapa. Nurse anakimbia hapa. Unakwenda kuangalia, unakuta na kale kama moyo kako kanapiga, kameacha. Kimya. Kichwa kipo, masikio yapo, mdomo upo, kifua kipo, kila kitu cha mwili unachokijua kipo. Lakini amenyamaza kimya. Unamwambia nesi, bwana hapa hamna kitu. Unasikiza moyo kimya. Unaangalia macho kama pupils bado imefunguka, unakuta kimefunguka. Unasikiza miguu, hamna kitu. Unamwambia funikeni, huyu tayari. Unachukua faili, unaandika death satisfied, yani kifo kimethibitishwa. Lakini kila kiungo cha mwili kipo. Hakuna kiungo kilichoondoka. Wewe hivi ambavyo vinakuwepo lakini uhai haumo, ndio unavithamini sana. Ndio unaona hivyo vya maana sana. Kula asubuhi, kula na mchana, kula na usiku. Mbona leo mama hujapika matembele? Mbona hujapika makande? Mama, mbona leo hujanifundisha neno la Mungu? Hakuna anayeuliza. Wakatoliki wanapiga kengele ili kukukumbusha. Kengele ya kwenda kwenye ibada. Wewe lini uliuliza, mbona baba hunifundishi neno la Mungu? Ila makandi asipopikwa, wali mama asipoleta mchele, si ndio? Si ndio emi? Yaani kama hamna kiporo cha wali, mama ana shida sana siku hiyo. Kama jana alipika kidogo kikaisha, hamna kiporo kimebakia cha kuamkia, yaani ni tabu sana. Au mimi muongo? Eti mangi, kama hamna kiporo si kama hamna kiporo si, yani purukushani hapa. Purukushani hamna kiporo, yani leo sasa itakuwa kiporo, hamna mikate, hamna. Mbona huamki ukasema, baba, neno la Mungu naomba unipe neno? Anasema mwili haufai kitu, bali roho ndio itiayo uzima. Ile inayotia uzima hauilishi wiki nzima. Ndiyo maana unaishi kwenye magonjwa. Ndiyo maana unaenda kama huendi vile, kwa sababu kile kinachotia uzima kiko dhaifu, kimekuwa kinyonge. Mnanielewa? Mwili haufai kitu, bali roho ndio itiayo uzima. Ile inayotia uzima ina afya, inakula Jumapili tu. Na Jumapili yenyewe umesinzia. Jumapili yenyewe huandiki. Jumapili yenyewe unashangaa feni tu. Hii feni inazunguka vizuri, lakini ikienda na unaenda nayo, ikirudi na unarudi nayo. Tumoja sema mwili haufai kitu. Haufai kitu. Roho ndio itiayo uzima. Roho ndio itiayo uzima. Twende tena. Mwili haufai kitu. Roho ndio itiayo uzima. Inayotia uzima hauilishi.
Mimi sijawahi kuambiwa nyumbani kwangu, sijawahi kuambiwa mbona utufundishi neno. Naambiwa tu soda zimeisha, ice cream imeisha, mchele unakaribia kuisha, ule unga umebaki kidogo sana. Siambiwi unajua wiki nzima imepita hutufundishi neno. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nini neno la Mungu limedharaulika kwa kiasi hiki hata katika watu wanaosema wameokoka? Neno la Mungu limekuwa chukizo kwao. Hata wewe unayesema umeokoka, unalisha roho yako mara moja kwa wiki, Jumapili basi. Hata ulioyaandika Jumapili huna muda wa kuyasoma. Ukishafunika unasema kamanda amemaliza, nitaonana naye Jumapili tena. Nikafika nyumbani nikauliza, hivi leo tumejifunza nini kanisani? Kuna watu nikawauliza, wakaniambia nikumbushe baba. Yaani mimi nimekufundisha alafu tena nikukumbushe siku hiyo hiyo? Ni sawa Sasa ulikuja kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Muulize jana, kuna kuja kanisani kufanya nini? Kuweka show watu wakuone kwamba na wewe upo. So tunataka kuhudhuria ibada zote kwa sababu neno la Mungu ndiyo chakula cha rohoni. Kama vile unavolisha mwili kiporo cha asubuhi, amka na kiporo cha neno la Mungu pia, kile ambacho jana haujamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile ambavyo unatengeneza pilau, unatengeneza makande, unatengeneza viazi, na neno la Mungu liwe hivyo hivyo, kwa sababu ndiyo chakula cha rohoni. Udhaifu wetu kama wanadamu umetokana na kwamba roho zetu zitiazo uzima ni dhaifu. Kwa vile roho ndiyo itiayo uzima na ni dhaifu, maana yake mwili utakuwa dhaifu pia. Bwana Yesu asifiwe. Nini kitatokea kama hizi nguzo za kwenye kona zinazobeba jengo zikiwa dhaifu? Zitapata crack, alafu jengo litaanguka. Kwa nini miili yetu ni dhaifu? Ni kwa sababu roho zetu ni dhaifu pia. Kwa nini ni dhaifu? Zina utapiamlo. Kwa nini roho ni dhaifu? Tumoja sema zina utapiamlo. Zina utapiamlo. Utajuaje mtu ana utapiamlo? Anakuja ibada ya Jumapili tu, na vya Jumapili ameshavisahau by the time inafika Jumatatu. Tumoja sema utapiamlo. 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 Tena. Utapiamlo. Mwenye maiki nyamani. Sema utapiamlo. Tena. Kuna aina mbalimbali za utapiamlo kwa mujibu wa wanasayansi, au sio? Mliomaliza shule ole, si ndio? Lakini tuite jumla utapiamlo. Mtu anayekula mara moja kwa wiki, si atakuwa bounce si atakuwa bonge? Mimi unene wetu ni wa damu kutoka nyumbani kwetu, acha kula ule mara moja kwa wiki tuone. Mimi unene wetu ni wa ukoo. Wapo unene wa ukoo Acha kula ule Jumapili tu, alafu tuone ukoo unatoka wapi. Bwana Yesu asifiwe.
Sasa sema Ehe. Nataka kanisa litoke kwenye utapiamlo ili tukipima uzito mwisho wa mwaka huu kila aliyekuwa na utapiamlo au amesha gain kilo za kutosha. Amen. Muulize jirani yako, utatoka kwenye utapiamlo? Kuna watu hapa wakikuuliza imani yako, nini maana ya kuokoka, hutajibu. Kama mnabisha mimi nifanye majaribio. Kama mnabishi mimi nifanye majaribio. Lakini yupo kanisani. Kila Jumapili yupo. Kila Jumapili yupo. Lakini akikutana na Muislamu mmoja akamwambia, ninyi mnasema kwamba Yesu ni Mungu, ina maana Mungu alioa. Amemmaliza. Utajibuje? Mungu alioa? Hapana. Sasa anakuja na mtoto. Ile ni roho. Lakini Yesu tulimwona alikuwa mwanadamu. Yesu alikuwa roho. Alikuwa na mkate kabisa. Huu ni utapiamlo. Lazima kile ambacho unakiamini ukijue vizuri, ukisimamie vizuri, ukitetee vizuri. Shetani akituma mtu unapiga teke, unasonga mbele. Kwa nini? Ulichokiamini unakijua. Bwana Yesu asifiwe. Sema neno la Mungu ni chakula cha rohoni. Twende tena. Neno la Mungu ni chakula cha rohoni. Twende tena. Neno la Mungu ni chakula cha rohoni. Yeremia sura ya 15 mstari wa 16. Yeremia sura ya 15 mstari wa 16. Yeremia 15:16. Yeremia sura ya 15 mstari wa 16 nao nasema. Ndio. Maneno yako yalionekana, nami nikayala. Nami nikayala. Nikafanya nini? Nikayala. Yaani mimi nakula pilau. Yeremia anasema nilikula maneno. Alikuwa mgonjwa eti? Hapana. Alikuwa naumwa? Hapana. Tunajifunza kwamba maneno ya Mungu ni chakula cha uzima. Ni chakula cha rohoni. Chakula cha mwili ni kizuri kwa ajili ya mwili. Chakula cha rohoni ni kizuri kwa ajili ya roho. Sio kuandika kwenye daftari, hapana, ni kuelewa na kuandika moyoni. Maneno yako yalionekana, nami nikayala. Mtu mmoja aseme maneno yako yalionekana. Maneno yako yalionekana, nami nikayala. Nami nikayala. Na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu. Yaani neno la Mungu likisomwa unategemewa, kama umehamishwa gizani unabubujika, unasema haleluya, nimelipokea hili. Nilikuwa silijui, leo nimelijua. Nilikuwa silifahamu, leo nimelifahamu. Neno hili litakuwa taa ya miguu yangu, nitakapotembea litanimulikia, maana leo nimefanya nini? Nimejua. Wewe uko kanisani, Yeremia 15:16. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majeshi ya Bwana yako wapi? Majeshi yako hapa. Majeshi yakisinzia, majeshi yananena kwa lugha yanauliwa. Yeremia anasema kuna namna hatujakaa na Mungu vizuri. Kuna namna fulani hivi hatujakaa vizuri na Mungu wetu, ila tunakaa kama vile hatupo, kama vile tupo, lakini kuna namna hatujakaa na Mungu wetu vizuri.
Anasema maneno yako yalionekana nami nikayala, na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe moyoni mwangu. Anasema maneno yako yalionekana nami nikayala, na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu, maana nimeitwa kwa jina lako, Mungu wa majeshi. Naomba tusome wote sasa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. 1, 2, 3, twende. Maneno yako yalionekana nami nikayala, na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu, maana nimeitwa kwa jina lako, Bwana Mungu wa majeshi. Twende tena. Maneno yako yalionekana nami nikayala, na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu, maana nimeitwa kwa jina lako, Bwana Mungu wa majeshi. Vizuri. Kama hauli neno la Bwana, roho yako itakuwa dhaifu. Kama haufurahii neno la Bwana kwa shangwe, maana yake kuna giza bado linakuzongazonga mahala, ila wewe unaamini ya kwamba uko salama, lakini ukweli ni kwamba kuna giza bado limekufunika. Mathayo sura ya 4 mstari wa 4. Mathayo sura ya 4 mstari wa 4. Mathayo 4:4. Mathayo sura ya 4 mstari wa 4 nao unasema. Ndiyo. Naye akajibu akasema. Imeandikwa. Mtu hataishi kwa mkate tu. Mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mtu mmoja aseme ila kwa kila neno. Ila kwa kila neno. Ila kwa kila neno. Ila kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Kila neno linapatikana unapohudhuria ibada zote. Unapohudhuria Jumapili umepata neno moja la Jumapili peke yake. Unapohudhuria ibada zote unapata kila neno. Kwa mfano, Bwana alitupa neno la kinabii siku ya Ijumaa usiku hapa. Ni wale waliokuwepo peke yake ndio linaowahusu, maana ndio waliolipokea. Wewe ulikuwa umeatamia mayai, utapokea kutoka wapi? Kitandani. Sema kitandani. Kitandani. Kwa hiyo jihadhari kukosa ibada. Jihadhari sana 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 kukosa ibada. Labda uwe na sababu maalum kwamba kwa kweli leo nimebanwa sana, siwezi nikaenda kwenye ibada. Yohana sura ya 6 mstari 48. Yohana sura ya 6. John chapter 6. Yohana sura ya 6 tutasoma mstari wa 48 na 49. Tutaruka, tutasoma 57 na 58. Yohana sura ya 6 mstari wa 48 na unasema, mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu walilila maana jangwani wakafa. Mstari wa 57, kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Mstari wa 58, hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama baba walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno akavaa mwili akakaa kwetu, tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu ni chakula cha rohoni. Kama una mpango wa kukua kiroho,
Kula hili neno kama anavyotuambia Yeremia katika sura ya 15. Kula asubuhi ukiweza, kula na mchana, kula na usiku. Kula. Kwa maana mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa neno litokalo kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sura ya 8 Kumbukumbu ya Torati sura ya 8. Kumbukumbu ya Torati sura ya 8. Kumbukumbu ya Torati sura ya 8 mstari wa 3. Kumbukumbu ya Torati sura ya 8 mstari wa 3. Kumbukumbu ya Torati sura ya 8 mstari wa 3, nao unasema: akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usiyoijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu. Apate kukujulisha ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Naomba tusome wote. Apate kukujulisha ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Apate kukujulisha ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Twende tena. Apate kukujulisha ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Twende tena. Apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu. Kwa nguvu zaidi. Apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu. Tena. Apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Mwanadamu anafikiri yeye anaishi kwa sababu ya mkate. Nataka kukuambia unaweza ukala mikate na roho ikaondoka vile vile. Unaweza ukala pilau nzuri sana, roho ikaondoka vile vile. Apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Mwanadamu haishi kwa sababu amekula chakula kizuri. Haishi kwa sababu amekunywa maji mabaya. Ingekuwa hivyo mimi nisingefika hapa leo, kwa sababu nilikunywa maji mabaya. Unajua viruirui vile? Unajua viruirui? Vile viruirui tunavisogeza pembeni, unakunywa kama ng'ombe. Unapiga magoti, unainama, unasogeza pembeni, unaweka mdomo hivi unakunywa. Unainuka. Hakuna malaria wala hakuna tumbo kuuma. Mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila kitokacho kwenye kinywa cha Bwana. Umenielewa vizuri? Mwambie jina lako, wewe hauishi kwa mkate kama unavyofikiria, bali kwa kila neno litokalo kwa Bwana. Kwa nini nakwambia maneno haya? Ni kwa sababu nataka ujue kwamba uhai wako hautokani na mchele mzuri unaokula, hautokani na ile mihogo unayokula, wala mikate na vitumbua. Ni kwa sababu ya neno litokalo kwa Bwana. Na kumcha Bwana ndiyo kazi ambayo imempasa mwanadamu kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa takumalizia hapa. Sisi tunajifunza neno la Mungu kwa sababu sisi ni wanafunzi wake. Tunajifunza kwa sababu sisi ni wanafunzi wake. Nitasoma scripture 2 hapa, alafu tutamaliza kwa leo. Mathayo 28:19, taanzia pale.
Mathayo sura ya 28 mstari wa 19 na wa 20. Mathayo sura ya 28 mstari wa 19 na 20. Mathayo sura ya 28 mstari wa 19 mpaka wa 20, nao unasema: basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Mwambie jirani yako, umesikia hilo? Umesikia hilo? Amelala alafu kiamka na amka anafanya hivi. Anaamka anafanya hivi. So sisi ni wanafunzi wa Yesu, ndiyo maana tunajifunza. Nataka kumalizia neno hili Yohana 13:13. Yohana sura 13 mstari wa 13. Yohana sura ya 13 mstari wa 13, nao unasema: ndiyo, ninyi mwaniita mwalimu. Mwaniita mwalimu na Bwana. Nanyi mwanena vema. Nanyi mwanena vema. Maana ndivyo nilivyo. Maana ndivyo nilivyo. Kama Yesu ni mwalimu, maana yake kuna wanafunzi. Kama Yesu ni mwalimu, basi kuna wanafunzi. Wanafunzi ni nani? Ni sisi. Sisi ndio wanafunzi wake. Mwambie jirani yako, wewe ni mwanafunzi. Wewe ni mwanafunzi. Wewe ni mwanafunzi. Wewe ni mwanafunzi. Mtikise tikise na wewe. Nalipasa kujifunza kwa sababu mimi ni mwanafunzi. Wafundishe kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Kwa hiyo ukienda nyumbani mwa Bwana, umeenda kwa baba yako, mfurahie Mungu wako. Lakini pia unaenda kujifunza. Usikae kihasara hasara. Kaa kama mwanafunzi unajifunza. Sio kuandika alafu ujui ulipoandika ni wapi. Kayasome nyumbani, kayachambue. Kama huelewi rudi uulize, mimi sijaelewa mahali fulani. Tutakuelewesha, tutakufundisha, tutakuelekeza. Ndicho tulichoitiwa kufanya. Ndiyo kazi yetu hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Tumemaliza kujifunza kwa leo. Somo letu, umuhimu wa kuhudhuria ibada moja kwa wiki. Ngapi? Haya, tuimbe kidogo na tutakuwa tumemaliza hapo. Wakati tunaimba, andaa sadaka yako. Andaa sadaka yako wakati tunaimba. Naona kwaya wamevaa sare leo, lakini hawataki kujifunza darasani. Kwenye darasa